Mungu wetu asifiwe sana. Kutoka kwenye mikwamo ya kiroho na kuanza kutenda. Kutoka kwenye mikwamo ya kiroho na kuanza kutenda. Mwalimu wa kwanza wa somo hili alitupa maana. Naomba leo nizirudie tu. Maana ya mikwamo ya kiroho. Tutaanza maana ya kwanza ambayo tuliiangalia. Maana ya kwanza ya mikwamo ya kiroho ambayo tuliiangalia inasema ni hali ya kutopiga hatua ya kiimani. Ni ile hali ya kutopiga hatua ya kiimani katika maisha ya kiroho. Hiyo ndio ilikuwa hatua ya kwanza. Nini maana ya mikwamo ya kiroho? Ni ile hali ya kutopiga hatua ya kiimani katika maisha ya kiroho. Na hapa niseme hivi, imani ina hatua. Imani ina viwango. Imani ina hatua, imani ina viwango. Na mara nyingi watu waliokwama kiroho, utaona viwango vyao vya kiimani vimepungua. Mara nyingi watu waliokwama kiroho, utaona cha kwanza utakachokiona ni kiwango chake cha imani kimeshuka. Mungu wetu asifiwe sana. Kwa sababu imani ina hatua, ina viwango. Siku ulipookoka uliamini, lakini hicho ni kiwango cha kwanza. Na ndio maana mara nyingi ukikutana na mtu aliyeokoka leo, ni rahisi sana kurudi nyuma. Kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia. Chochote unachokisikia kwenye akili yako kikiingia, unaanza kukiamini. Kwa hiyo unaweza kushangaa mtu ameokoka sasa hivi ama hii wiki, kama ana misingi vizuri kwa sababu ya kiwango chake cha imani, anaanza kurudi nyuma. Kama unanielewa sawa sawa? Kwa hiyo anayekuwa kiroho, utaona kiwango cha imani kinaongezeka. Ndio maana wanafunzi wa Yesu walifika mahali wakamwambia Yesu, tuongezee imani. Kwa hiyo imani ilikuwepo, lakini wakataka kuongezewa. Manake ilikuwa ni kiwango kidogo. Sio kama tunaelewana sawa sawa? Na mwingine akasema hivi, naamini, lakini nisaidie kutokuamini kwangu. Kwa hiyo unaona anasema anaamini ila anaomba kusaidiwa kutokuamini kwake. Maana yake si ana imani. Inawezekana kuna mahali bado imani yake ina mashaka. Maana yake imani ina viwango. Mungu wetu asifiwe sana. Paulo anamwandikia kanisa la Rumi 1:17. Kanisa la Rumi 1:17. Anasema hivi: kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Ukianzia mstari wa 16 utaona anasema, siionei haya Injili. Ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, si tu kwa nani wala Myunani. Alafu anasema kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata nini jamani? Yaani nataka uone hii sentence, maana yake kuna kiwango cha imani kinaanza, alafu kuna imani inaongezeka. Imani inaongezeka. Mungu wetu asifiwe sana. Kwa hiyo ukikutana na Mkristo ambaye kiwango chake cha imani kimepungua, ni Mkristo ambaye ameshakwama kiroho tayari. Na ndio maana hata tukimwambia ya kwamba umetoka kwenye mikwamo katika jina la Yesu, amina yake imekaa ndani, anaisemea ndani, hana ujasiri wa kutamka amina. Kwa nini? Kiwango cha imani kilishapungua. Halo? Kwa sababu kanuni yetu sisi hatuendi kwa kuona, sisi tunaenda kwa imani. Hata kama upo kwenye mkwamo, lakini unajua nimeshatoka, kwa sababu ndio imani. Imani inaona kabla macho yako hayajaona. Kama naongea na mtu sawa sawa, kabla macho yako hayajaona, imani ilishaona tayari. Kwa hiyo imani inalazimisha kukiri jambo hata kama halijatokea. Kama naongea na mtu sawa sawa. Kwa hiyo Mkristo kiroho, kiwango chake cha imani utashangaa kimepungua. Mungu wetu asifiwe sana. Na kitu kikubwa utakachokiona kwa aliyepungua, aliyekwama kiroho, utaona uoga, utaona mashaka,
Utaona wasiwasi, anakuwa na wasiwasi, hivi kweli mimi nimetoka? Kweli mimi nimeokolewa? Kweli mimi nimebarikiwa? Kweli mimi nimefanikiwa? Kweli mimi naweza? Yani ana mashaka, hivi kweli Mungu ameniponya? Hivi kweli? Manake maisha yake wakati wote ni mashaka, maisha yake wakati wote ni woga, na woga hautokani na Mungu. Woga au mashaka ni matokeo ya kazi ya shetani. Sababu Paulo anamwandikia Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7, maana Mungu hakutupa roho ya woga. Kwa hiyo woga hautokani na nani jamani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza kuona kiwango chako cha imani kinapungua, jikague, kuna mahali unakwama kiroho. Kuna mahali unaanza kukwama kiroho. Kwa sababu mambo ya rohoni yanataka nini? Yanataka imani. Jambo la pili, ama pointi ya pili, maana ya pili. Nini maana ya mikwamo ya kiroho? Ni ile hali ya kudumaa katika mahusiano yako na Mungu. Hali ya kudumaa katika mahusiano yako na Mungu. Kwa hiyo tunaposema mikwamo kiroho, tunamaanisha hili, ni kule kudumaa katika mahusiano yako na Mungu. Maana yake unapokosa ukuaji wa kiroho, ni udhihirisho wa udumavu katika mahusiano yako na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ukuaji wa kiroho ndio unaamua mahusiano yako na Mungu yaweje. Mtoto mchanga, mtoto mdogo, mahusiano yake na Mungu naona hayako sawa sawa. Lakini aliyekuwa kiroho, anayekomaa kiroho, ndio unaona mahusiano yake na Mungu yanaboreka. Mungu wetu asiwe sana. Na sisi tuna Wakristo ambao sio watoto, ila wamedumaa. Umekutana na mbilikimo, si mtoto. Ukimwangalia kamwili alikokanako, ukiangalia unasema aka ni katoto ka 2000. Lakini ukija kuangalia sura, ndio amekomaa huyu sura. Ukiangalia miguu hii imeshiba hii, sio inaitwa nini hii, unajua kabisa huyu ni mbilikimo, si ndio hivyo? Ni mtu mzima amedumaa, na mdumavu amekosa virutubisho. Kuna kitu kwenye mwili kimekosekana. Sasa kuna walokole ambao wamedumaa kiroho, ambao wamekosa vitu kwenye maisha yao ya kiroho. Naongea na mtu sawa sawa. Ni maombi yangu usiwe miongoni mwao katika jina la Yesu. Wewe uwe na mahusiano bora, mahusiano mazuri. Usiwe mchanga kiroho, lakini usidumae kiroho. Uwe na ukuaji kwenye maisha yako. Naongea na mtu sawa sawa. Kwa hiyo jambo la pili, ama pointi ya pili, mikwamo ya kiroho ni hali ya kudumaa katika mahusiano na Mungu. Pointi ya tatu, ama maana ya tatu. Nini maana ya mikwamo ya kiroho? Ni hali ya kukosa ushirika mzuri na Mungu. Ushirika mzuri na Mungu. Kwa sababu kukwama kiroho kunapoteza ushirika na Mungu. Na mara kadhaa napenda kusema hiyo, tumeitwa ili kushirikiana na Mungu kwenye mambo yote. We have been called to partner with God in every area of our life. Katika kila eneo la maisha yetu tumeitwa kushirikiana na Mungu. Hatupaswi kufanya vitu sisi wenyewe. Siku utakapojiona unatosha kufanya vitu mwenyewe, ndio siku inayodhihirisha ya kwamba umekwama kiroho. Naongea na mtu sawa sawa. Siku utakapojiona ya kwamba simhitaji Mungu, mwenyewe nimejitosheleza, naweza kufanya mwenyewe, naweza kwenda mwenyewe, ndio siku ambayo umeshakwama kiroho na ujijui kama umekwama kiroho. Naongea na watu sawa sawa. Musa anamwambiaje Mungu? Kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 15. Kutoka 33, Mungu anazungumza na Musa. Mungu anamwambia Musa, anamwambia nisikilize, mimi sitakwenda na wewe, ila nitakayekwenda naye, atakayekwenda na wewe ni malaika. Malaika atakwenda na nyie, atawaongoza. Musa anamwambia uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Unaelewa hiyo sentence? Yaani maana yake Musa aligundua ya kwamba hatuwezi kufika kule Mungu anataka tufike
kama hatuko pamoja na yeye. Yaani kama Mungu hayuko pamoja na sisi, Israeli haiwezi kufika mahali nafika. Na mimi nataka nikwambie, hautafika kwenye hatima yako kama hauko pamoja na Mungu. Hautafikia maono ulionayo kama hauko pamoja na Mungu. Lazima ukae ndani ya Mungu, lazima utembee na Mungu, lazima Mungu awe na wewe, lazima ushirikiane naye, ndio utaanza kuona Mungu anakuinua na kukupeleka maeneo mengine. Sio kama naongea na watu sawa? Naongea na watu sawa? Watu wengi wamekwama kiroho kwa sababu gani? Kwa sababu moja, hawako ndani ya Mungu, hawashirikiani na Mungu, hawafanyi kazi pamoja na Mungu, wanafanya wenyewe. Mungu anampaga taarifa. Naongea na mtu? Jamani amina. Jamani amina. Tukajifunza kuzama ndani ya Mungu. Si unakumbuka hiyo? Maana Wakristo wengi wamekwama kwa sababu hawako ndani, hawajakaa ndani ya Mungu. Anasemaje? Anasema kwenye Yohana 15:5. Anasema kwamba ninyi kaeni ndani yangu kama vile tawi lisivyoweza kuzaa lisipokaa ndani ya nini? Ndani ya mzabibu. Na ninyi vivyo hivyo. Kwa maana hamwezi kufanya jambo lolote isipokuwa kupitia nani? Hauwezi kwenda, nakupa taarifa. Hii ni taarifa. Hauwezi kufika unakotaka kufika kama hauko pamoja na Mungu. Pokea hiyo taarifa katika jina la Yesu. Ila Mungu akiwa pamoja na wewe utafika salama kabisa katika jina la Yesu. Yaani sio tu utafika, lakini utafika salama. Unajua kuna wengine wanafika wamechoka, wamefika mguu umekatika, wanafika kiuno kimeshaga na bagara, wamefika wewe mama amefika kwa mateso. Nataka nikwambie wewe utafika salama kabisa katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Tumeitwa kushirikiana naye, kutembea naye, kufanya kazi pamoja naye, kwenye biashara tuwe pamoja naye, kwenye kilimo tuwe pamoja naye. Hatufanyi peke yetu, hatutumii nguvu zetu, lakini tunajua ya bisa tunaye Mungu anayetusaidia. Jamani amina. Jamani amina. Kwenye Biblia tuna mtu anaitwa Henoko, ambaye alitembea na Mungu sana, alikaa na Mungu sawa sawa, alishirikiana na Mungu sawa sawa. Mungu ikabidi amtwae asikione kifo. Utakufa vibaya wewe kama utatembea mwenyewe. Halo? Injili zingine hizo watu hawapendi. Nasema tutie moyo tu mchungaji. Lakini pia na hiyo uisikie ya upande wa pili kwamba utakufa vibaya kama hautakuwa na Mungu. Lakini Mungu akiwa pamoja na wewe hautakufa bali utaishi, utayasimulia matendo makuu ya Bwana. Sema amina katika jina la Yesu. Mungu akiwa na wewe hatufi. Biblia inasemaje? Sitakufa bali nitaishi, nitasimulia matendo makuu ya Bwana. Watatengeneza mitego, watatengeneza mikakati, hatutakufa maana Bwana yuko pamoja na sisi katika jina la Yesu aliye hai. Ninakuombea biashara yako isife katika jina la Yesu. Ninaombea maisha yako yasife katika jina la Yesu. Huduma yako haitakufa katika jina la Yesu. Uzao wako utaangamia katika jina la Yesu. Ninamtamkia mtu mwenye anayefanya kilimo na biashara, wewe hautakufa katika jina la Yesu aliye hai. Utayasimulia matendo makuu ya Bwana. Shetani hata kukwamisha kwenye maisha yako, hata kukwamisha biashara yako, hata kukwamisha uzao wako, hata kukwamisha tumbo lako.